Kanisa la Mwangaza Milele lilikuwa maarufu kuliko yote eneo lote. Wagonjwa walipona, maskini walipata msaada, na mchungaji wake, Mchungaji Elisha, aliheshimiwa kama mtakatifu aliye hai. Sauti yake ya madhabahuni ilikuwa nzito, yenye mamlaka, na macho yake yalionekana kama yanaona mbali kuliko wanadamu wa kawaida. Lakini kulikuwa na siri. Usiku ulipoingia na kengele ya mwisho ya kanisa ikilia, Elisha alirudi kutoka kanisani. Hakuelekea kwake, bali aliingia chini ya handaki. Kama wachungaji wengine wanavyorudi, yeye mwenyewe Elisha aliingia katika chumba cha chini ya ardhi kilichofichwa nyuma ya madhabahu. Hakuwa na Biblia pale. Kulikuwa na alama za ajabu, mishumaa myeusi na sauti za kunong'oneza zilizokuwa hazieleweki. Mara mshumaa ulipowashwa wa mwisho, mwili wake ulianza kubadilika. Mikono ilijikunja, miguu ikatoweka, ngozi ikawa ya magamba. Ndani ya sekunde chache, Mchungaji Elisha alikuwa nyoka mkubwa mweusi, macho yake mekundu yaking'aa gizani. Hapo ndipo nguvu za kanisa zilipokuwa zikichajiwa. Kila muujiza wa mchana ulikuwa matokeo ya ahadi alizozitoa usiku. Ahadi kwa nguvu za giza alitoa sadaka ya hofu. Siri za waumini na imani iliyopotoshwa ndiyo maana ya kanisa lilijaa. Watu walivutiwa na siri ya nuru, bali si giza. Kabla ya kuendelea na simulizi yetu, tafadhali subscribe, don't new like, na andika comment unaangalia simulizi hii kutoka mkoa gani na nchi gani. Kulikuwa na binti mmoja katika sehemu hiyo. Jina lake aliitwa Rehema. Hakuwa tajiri, hakuwa maarufu, lakini moyo wake ulikuwa umebeba mzigo mzito kuliko wote. Mamake alikuwa amelala kitandani kwa miezi mingi, akiugua ugonjwa usioeleweka. Madaktari walikuwa wamekata tamaa. Kila usiku Rehema alikaa kando ya kitanda, akisikia mamake akiema, akivuta pumzi kwa maumivu, macho yake yakijaa machozi yasiyokauka. Ndipo akasikia habari za Mchungaji Elisha. Walisema wagonjwa wanainuka, walisema waliokaribia kufa wanarudi nyumbani wakitembea. Walisema nguvu zake hazipingiki. Ndani ya moyo wa Rehema, shauku ikazaliwa, si ya umaarufu, bali tumaini la mwisho. Sitamwangalia kama wengine, alijiambia, nitamwangalia kama jibu. Siku ya kwanza alipoingia kanisani, alisikia kitu cha ajabu. Kulikuwa na baridi hafifu, kana kwamba hewa ilikuwa nzito kuliko kawaida. Alipomtazama mchungaji madhabahuni, alihisi mapigo ya moyo wake yakibadilika. Kulikuwa na kitu katika macho ya Elisha. Hakikuwa kibaya waziwazi, lakini hakikuwa safi pia. Baada ya ibada, Rehema alisimama mstari wa maombi. Alipofika mbele, mchungaji alimshika kichwani. Mikono yake ilikuwa ya joto kupita kiasi. Una mzigo mzito, Elisha alisema kwa sauti ya chini. Ni mama yangu, Rehema akajibu kwa sauti iliyovunjika. Anaumwa sana. Kwa sekunde chache, uso wa mchungaji ulibadilika haraka, kiasi kwamba Rehema alijiuliza kama ni mawazo yake. Aliona kivuli kikubwa kikipita nyuma yake, kama mkia mrefu ukijikunja. Njoo usiku wa leo, Elisha alisema. Maombi ya mchana hayatoshi kwa maumivu ya kina kama hayo. Maneno hayo yalimpa tumaini, lakini alikuwa na hofu Rehema. Usiku ulipofika, Rehema alirudi kanisani. Milango ilikuwa wazi, lakini ndani kulikuwa na giza nene. Alisikia sauti ya kunong'ona na harufu ya mshumaa uliowashwa. Ndipo akaona sio mchungaji aliyomjua mchana, sio mwanadamu. Katikati ya chumba cha chini cha ardhi kulikuwa na nyoka mkubwa mweusi, macho yake mekundu yakimtazama moja kwa moja. Rehema, sauti ile ile ya mchungaji ikatoka kinywani mwa nyoka. Je, upo tayari kulipa gharama ili mama yako aishi? Miguu ya Rehema ilitetemeka, akimfikia mama yake. Akafikiri maombi yake yasiyojibiwa, akafikiri Mungu aliyenyamaza kwa muda mrefu. Rehema alishtuka usingizini kwa mshtuko mkali. Kumbe ilikuwa ndoto. Yalikuwa ni mawazo ya Rehema kabla hajaenda kanisani. Jasho lilimtoka,
Moyo wake ulipiga kwa nguvu, kana kwamba alikuwa amekimbia usiku mzima. Alitazama pembeni ya kitanda. Ndoto ile haikuwa ndoto kabisa. Mama yake alikuwa pale akiugua vibaya. Pumzi yake ilikuwa nzito, kifua kikishuka na kupanda kwa tabu. Uso wake ulikuwa umechoka, midomo ikitetemeka kana kwamba anakaa kusema kitu lakini hana nguvu. Rehema akamshika mkono, ulikuwa baridi kuliko kawaida. Mama. Rehema akanong'ona, machozi yakimtiririka. Mama yake akafungua macho kwa tabu, akasema kwa sauti ya dhaifu sana, "Usiniache, usiniache Rehema." Maneno yale yalimchoma moyoni kama kisu. Hapo ndipo Rehema alikumbuka ndoto aliyoota, kanisa la mchungaji, sauti ile ya ajabu na ahadi ya uponyaji. Akajaribu kujiuliza akisema, labda ni mawazo tu, labda ni hofu. Lakini hali ya mama yake iliendelea kuwa mbaya zaidi kila dakika. Je, alfajiri ilikuwa inaanza kuchomoza? Alijiuliza moyoni, huku akitoka nje akitazama. Siku hiyo ndio siku ya ibada kubwa kanisani. Rehema aliketi kimya kwa muda mrefu, akimtazama mama yake akihangaika kupumua. Alifikiria hospitali hakuwa na pesa. Alifikiria ndugu walikuwa wamechoka kumsaidia. Alifikiri maombi yake yote ya nyuma hayakuwa na jibu. Ndipo akafanya maamuzi. Kwa mikono iliyotetemeka alimfunika mama yake blanketi vizuri, akamshika uso wake na kusema, "Nitarudi haraka mama, naahidi." Hakujua kwa nini alisema hivyo, lakini ndani yake moyo wake alihisi kama anaenda kupigana maisha, si kwenda kanisani tu. Njiani kuelekea kanisani, Rehema alihisi uzito kifuani. Kila hatua aliyopiga ilihisi kama anavuka mpaka usioonekana. Alipofika karibu na jengo la kanisa, upepo mkali ulipuliza ghafla na mlango ukafunguka kwa kishindo kidogo. Ndani kulikuwa kimya kupita kiasi, lakini madhabahuni mchungaji Elisha alisimama kama kawaida, akivaa tabasamu la upole, macho yake yakimtazama Rehema moja kwa moja, kana kwamba alikuwa akimsubiri. Rehema akameza mate. Ndani ya nafsi yake akajiuliza, je, ndoto ile ilikuwa onyo au mwaliko? Na bila kujua, kwa sababu ya shida na hofu ya kumpoteza mama yake, Rehema akaingia kanisani. Ibada iliendelea kama kawaida, nyimbo, sala na mahubiri yaliyojaa maneno matamu. Badala ya ibada, mchungaji akatangaza, "Nitawaona waumini mmoja mmoja ofisini kwa maombi maalum." Napo baada ya kuzungumza, mstari ukaanza kusogea polepole. Mmoja aliingia, akatoka mwingine, akaingia, akatoka mwingine, akaingia. Walipotoka wakiwa wanalia, wengine walitoka wakiwa na tabasamu. Kadri zamu zilivyopita, hofu ya Rehema iliongezeka bila yeye kuelewa kwa nini. Hatimaye ikafika zamu yake. Aliingia ofisini, mlango ukafungwa kwa upole, lakini kwa sauti nzito iliyomfanya ashtuke. Ofisi ilikuwa kimya, mshumaa miwili kikaa mezani. Mchungaji Elisha alisimama mbele yake. "Piga magoti," alisema kwa sauti ya utulivu. Rehema akapiga magoti. "Fumba macho," mchungaji akaongeza, "na usifumbue chochote kitakachotokea wakati wa maombi." Rehema akafumba macho. Maombi yakaanza. Sauti ya mchungaji ikabadilika polepole, ikawa nzito ya kung'ong'ona. Maneno yakaanza kutatanika. Rehema alihisi baridi kali mgongoni, kama kitu kinatembea karibu naye. Hofu ikaanza kupanda, moyo wake ukapiga kwa nguvu. Ndani ya nafsi yake alihisi hisia si salama, yaani hii si sala ya Mungu. Kwa uoga mwingi, Rehema akafungua macho, akapiga kelele. Mbele yake hakuwa tena mchungaji, alikuwa nyoka mkubwa mweusi, amesimama wima, macho yake mekundu yakimwangalia kwa hasira. "Umevunja maagizo," nyoka kanguruma. "Nitakuwa hapa hapa." Rehema alitetemeka, lakini ghafla kitu kikamjia moyoni. Akakumbuka mama yake, akakumbuka mateso yake, akakumbuka imani aliyolelewa nayo tangu utotoni.
akapiga magoti tena, akiinua mikono yake na kusema kwa sauti ya kutetemeka lakini iliyojaa imani, Ee Mwenyezi Mungu wa mbinguni, kama ulinileta hapa, basi ni kwa kusudi lako, na kukabidhi hofu yangu. Nakataa giza kwa jina lako. Maneno yakuwa mengi, lakini yalikuwa ya kweli. Mara ile ile nyoka akapiga kelele kali, mwili wake ukaanza kujivunja, nguvu zikamwishia, akaanguka chini, akibadilika pole pole hadi akawa mchungaji Elisha, lakini sasa akiwa dhaifu, akiwa hana nguvu. Kelele za Rehema zilisikika nje, washiriki wakakimbia, milango ikafunguliwa kwa nguvu. Walipoingia wakamkuta mchungaji amelala chini na Rehema akilia lakini hai. Wakashangaa, wakaogopa, wakauliza maswali ambayo hayakuwa na majibu. Siku hiyo hiyo kanisa lilifungwa. Rehema akarudi nyumbani kwa mbio. Alipofungua mlango alisimama kama aliyepigwa na radi. Kwa kutazama mbele, kulikuwa na nini? Mama yake alikuwa amekaa kitandani, akihema vizuri, akiwa na nguvu usoni, ametabasamu. Mama yake akasema, maumivu yameondoka. Rehema akaanguka chini akilia, akasema kwa sauti ya shukrani, kumbe Mungu ulipanga wewe. Ulinipitisha gizani ili nifanye kazi yako kupitia mama yangu. Kuanzia siku hiyo, Rehema akurudi tena kanisa lile, lakini alirudi kwa Mungu wa kweli, na kijiji kizima kikajifunza nguvu sio ishara ya Mungu, lakini imani ya kweli humwangusha giza. Tafadhali subscribe Dr. New, like, andika comment ukiangalia simulizi hii kutoka mkoa gani na nchi gani, kwa kubonyeza vibendela. Usisahau kushare